Asanti wapendwa wasikilizaji wa channel hii inaitwa kwa Kiruanda Umuco Family Gospel TV. Ndiyo channel ambaye tunatumia kwa mafundisho yetu ya kitamaduni kwa Wakristo, kitamaduni kwa kama kawaida na kifamilia, pamoja na injili. Ukisikia gospel ndio injili. Yote tunawasaidia watu kuishi maisha mazuri kwa kifamilia, maisha mazuri kwa kumwamini Mungu na kwa kumutii. Kwa hiyo napenda niwakaribishe wasikilizaji kwa nchi tofauti: Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, Burundi. Sasa hivi hizi nchi zote zinatumia Kiswahili. Na angalau sio kama chache kwa hizi kama Tanzania, kama Burundi na Kenya, labda na angalau Burundi, Kongo, Uganda na Rwanda. Wote wanasikiliza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo napenda niwakaribishe kwa kipindi chetu cha mafundisho. Leo mnamsikia kwa maika ya pili mimi mchungaji James Karemera, au mwangalizi wa kanisa la DNPC nchini Rwanda. Tunaye kijana mdogo ambaye mnamuona, mnamfuatilia mtandaoni, ni mgeni kwa studio. Tunataka tuzungumze naye maneno machache kuhusu safari anayotoka kujifunza neno la uzima au kujifunza Biblia kiteolojia. Kijana tutamkaribisha muda mchache na angalau tuzungumze machache kuhusu safari hii. Ni vijana walienda Tanzania kujifunza kwa chuo kikuu cha Biblia kinayoitwa Neno la Uzima pale Arusha, mji mdogo wa Dongobesh. Pale ndio walikuwa wanasomea. Sasa hivi wamemaliza awamu zote, miaka miwili, wamerudi na diploma zao. Kwa hiyo tumependa tuzungumze na kila mmoja kwa shughuli anazofanya sasa hivi na vyenye vilivyomsaidia kwa masomo au kusafiri kwake kuelekea shuleni na kurudi, kwa kuwa vyote sio rahisi, ni ngumu, inahitajiwa hela, nauli ni gharama kubwa. Na akifanya hivyo vyote na karudi bila kitu, yani hiyo inaweza katumiza kama wachungaji wanayowasaidia waende kusomea shule la Biblia. Kwa hiyo ngoja tumsikilize kwa maneno machache, labda tutamuuliza maswali machache. Tangu atoke hapa Rwanda kwenda kusoma Tanzania, kurudi Rwanda, alipokelewaje na nini. Sio mengi kwa kuwa hata lugha ya Kiswahili hawajazoea sana, walijitahidi kujifunza lakini bado hawajajua kama sisi au wenyeji wa Tanzania. Ndio maana tutatumia muda mchache kwa kumsikiliza kwa maneno machache pia. Ndio hiyo. Hebu kwanza mtumishi wa Mungu tukukaribishe. Karibuni kwa Umuco Family Gospel TV channel hii kwa kipindi cha umoja wa makanisa. Karibuni. Asante. Tumekuona kama mtumishi wa Mungu unayotoka kujifunza neno la uzima, na linaendeleaje ndani mwako? Naendelea vizuri. Maneno machache, swali moja kwa moja. Kama mchungaji, naona umetoka kujifunza uchungaji, uinjilisti na misheni, ndio masomo mnajifunza sana kwa mafundisho. Na wewe ulianzaje kwenda kusoma shule la Biblia nchini Tanzania? Asante.
Jambo la kwanza nabashirimu katika jina la Yesu. Amina. Majina yangu naitwa Kairina Futari Ndio. kutoka Rwanda. Inawezekana jambo la kawaida weko hapa. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumefika hapa mahali. Amina. Mungu anatulinda kurudi hapa nchi yetu ya Rwanda. Sasa hivi ninayo diploma. Ndio. Asante. Asante. Sasa hivi unayo diploma. Ndiyo. Umetoka kusoma. Keri, umesema ulijisikia vizuri kwenda kusoma chuo cha Biblia. Ulianzaje ndani mwako? Baada ya kuenda kusoma, ulikuwa unajihisi kuwa mchungaji, kusomea hivi vya wachungaji, teolojia, au yani imekuwa bahati tu, bahati mbaya ukaenda kusoma au bahati nzuri ukaenda kusoma? Asante. Naenda kusoma chuo kikuu. Wananiambia Jado office ananiambia mimi ninayo ndoto. Nasema naomba Mungu, nataka kwenda nchi zingine, nataka kujifunza, nataka kusoma na nijue lugha ya Kiswahili, ya Kiingereza. Naenda nchi ya Tanzania kusoma. Naenda kusoma chuo kikuu cha Biblia. Ninafikiri vizuri sana. Ulijisikia vizuri sana. Na umesema kuwa ulikuwa na ndoto za kwenda nchi zingine tofauti. Labda kujifunza mengi, sio chuo cha Biblia tu peke yake. Lugha Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine ambazo zinaweza zikawasaidia. Ndio. Ilipofika Tanzania ulibahatika kujifunza vitu tofauti. Kama ulijifunza nini, kwa nani, muda gani? Asante. Ninaenda nafika Tanzania, nimejifunza Kiswahili. Si kama kawaida, ngumu sana kujifunza. Sasa tunaenda kusoma, tunakutana na watu wengi. Tanzania wanayo lugha nyingi sana. Ndio. Ni ngumu kwa sababu wanataka kuongea zile lugha zao za wazazi. Mifano kama wanataka kusema, wanasema ngo adoma, adori. Sasa tunasema Mungu wangu, tunataka utusaidie, tunataka kujua Kiswahili. Tunasema rafiki zetu muongee Kiswahili. Watu wengine, si watu wote wanajua Kiswahili, si watu wote. Wakawa wanawaambia kuwa sio wote ambao wanajua Kiswahili. Ni wachache kama nyie. Tunasema, tunawaambia watu wachache, si wengine wanajua Kiswahili na Kiingereza. Watu wanajua Kiingereza, tunawaambia Kiingereza, wanatufafanua Kiswahili. Ndio. Si kawaida. Sasa hivi tunashukuru Mungu tunajua Kiswahili. Kuna machache mlijua. Ndio. Na mlisoma na watu ambaye wengi hawajui Kiswahili kabisa. Na ni wa Tanzania. Au walikuwa wanajua Kiswahili lakini wanapenda kuongea kwa lugha zao. Wanajua Kiswahili, wanapenda kuongea kwa lugha zao. Kwa hiyo mkiwaomba wawasaidie kwa Kiswahili walikuwa wanawasaidia. Ndio. Haya, ulifika chuo kikuu cha Biblia Neno la Uzima Dongobesh hapo Arusha. Ni nini ilikusumbua kuliko mengine tangu uingie pale? Ulishughulikiwa mambo mengi, kiuzima, kiafya, kimaisha tu, marazi, chakula. Kama unataka kuambia wale ambao wanatufuatilia mtandaoni, kuna watakayeenda kusoma huko, kuna wa huko Tanzania watakaye kuja Rwanda, unaweza kuwaambia ni nini ilikusumbua, ni nini ulifaulu au uliweza? Asante. Tunaenda Tanzania ni kawaida sana. Mlienda kama kawaida kabisa? Yeah. Kwenda Watanzania wanapenda Wanyarwanda sana. Kweli? Ndio.
Na sisi Wanyarwanda tunapenda wa Tanzania. Ndio. Nchi ya Tanzania ni nzuri, nchi ya Rwanda ni nzuri. Msiogope kwenda Tanzania. Wa Tanzania wanatupenda na sisi tunawapenda. Amina. Na hao ni wale ambaye wataenda kusomea kule. Sasa kule ni nini ili kusumbua? Kuna mambo yote uliweza, hamna mambo aliyo kusumbua. Kwa nini kuna mambo ali kusumbua? Mambo yanisumbua? Hamna Uliisha maisha kabisa kama kawaida. Ndio. Kama mwana shule, akiisha shuleni, sikufunga, kutoka nje, sikuomba ruksa ya kwenda nje. Ndio. Ni kama kawaida kabisa. Hii haijakusumbua kwa kuwa angalau wewe ni kijana na umetoka shule kama wengine na unaendelea na kwa masomo. Kwa hiyo walimu mulisaidiana nini, waliwasaidia nini kwa kimasomo, kwa kuwafundisha mpaka mufike kwa kufaulu mtihani? Eti mlifaulu mtihani vizuri sana. Mliendeleaje, mlisheje na walimu waliwasaidia nini ili mfaulu mitihani yenu yote? Asante, walimu wanatusaidia, wanasema tunasoma, wanasema wewe Mnyarwanda njoo ukae na Mtanzania akusaidie kusoma, kwa sababu wewe sijui kuandika Kiswahili, kwa sababu Kiswahili tunaenda hatujui Kiswahili, tunajua kidogo ile ya masomo. Wanasema mwasaidie hawa, tunaenda kufanya mtihani, hapana kutusaidia. Mwito nakaa wewe mwenyewe. Unamaanisha mlivyofika shuleni walimu walikuwa wanawasaidia kuwachanganya Mrwanda na Mtanzania, Mrwanda na Mtanzania, ili wawasaidie kwa kuandika kwa Kiswahili na kusikilia na fikiri hapo, kwa kuwa mlikuwa hamjui lugha. Baada ya hiyo mtihani kila mtu anajiona mwenyewe, hasaidiwe. Si ndio maana ya mtihani? Hawawezi kupa mtu wa kusaidia. Kwa hiyo mlifanya nini? Mlitumia mbinu gani ili mfaule mtihani? Mbona mlifaulu vizuri? Kwa sababu tumemaliza kusoma, amna kulala. Tunaenda kulala, wengine wanalala. Sisi Wanyarwanda tunasema tunataka kupata alamu nyingi. Ndio. Tunasema Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, tunaomba Mungu. Mungu akajibu maombi yetu. Na sisi tunajui, tunaona Mungu, tunaomba Mungu, Mungu akatusaidia, tunapata alamu nyingi. Ndio maana mmefaulu vizuri, mlikuwa mnachukua muda, mnaenda kujifunza, mnamwamini Mungu atawasaidia, na aliwasaidia pia mkapata alamu za juu. Kwa kuwa kwa diploma yako sasa hivi umepokea diploma ya kiteolojia na ni msomi wa chuo kikuu cha Biblia. Ni kama university. Kwa hiyo una alama gani? Fikisha kiwango gani? Ni section A. Section A. Kuna A ya kwanza na A ya 2. Ni A ya kwanza. Huko kwa A ya kwanza. A ya kwanza si ndio inaanzia kwa 80 na kitu kupandisha? Asilimia. Ndio. Mlifaulu kwa hiyo, kwa hongera kwanza kwa diploma. Asante. Hongera kwa masomo, hongera kwa safari ya kurudi Rwanda. Sasa hivi mko kwa nchi yenu ya Rwanda. Mnajisikiaje? Mlipokelewaje na walio baka Rwanda? Wametuona wanafurahi sana, wanasema waliwafurahie sana. Ndio, wanasema sasa hivi mnajua Kiswahili, tunasema tunajua. Kweli? Wanafurahi sana, wanasema Mungu awabariki. Amina. Mlifurahi pia na nyinyi kurudi kwenye Rwanda? Ndio. Sasa hii mnaendelea kufanya nini? Mpango gani sasa? Ni kipi utafanya ili usisimamishe mwito wako? Asante. Sasa hivi sijamaliza kusoma masomo haya. Ndio. Ya sekondari, naomba Mungu anisaidie. Nimemaliza kusoma, nataka Mungu niendelee kusoma chuo kikuu cha Biblia. Ndio. Unataka uendelee na shule kama mashule la kawaida? Ndio. Na uendelee kama
Mungu apendavyo. Ndio. Kwa hiyo Keri, Naam. ulimutumikia Mungu na kujifunza mengi ili umtumikie kuzidi, kwa kuwa bado uko kijana. Unatamani utafanya nini mwishoni wa masomo ya kiteolojia? Natamani naongoza kanisa. Nataka kuongoza kanisa, na jana amuna kwenda kusoma teolojia. Kabla ya kwenda kusoma teolojia, naona watu wanaongoza kanisa na nasema Mungu, nami nataka niongoze kanisa. Mungu unazo ndoto za kuongoza kanisa. Ndio. Unasema Mungu anisaidie siku moja na mimi niongoze kanisa. Ndio. Ni nini unapenda kwa kuongoza kanisa? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Na ukiongoza kanisa utaishi maisha ya neno la Mungu. Si ndio? Haya, asante na hongera sana kwa yote. Umetujibu vizuri. Mungu akubariki sana na Watanzania wanayetusikiliza.